Anatoka juu mbinguni, anashuka duniani. Aliyeweza kutimua mbio kuwa wa kwanza kufikia maji yaliyotibuliwa anapokea uponyaji. Usiniulize kwa nini, mimi sijui. Sielewi Mungu alitaka wale watu alikuwa anawafundisha nini ili wapokee uponyaji. Anawafundisha kujituma, spidi, uvumilivu wa kusubiri. Mimi sijui. Siwezi elewa. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kujiuliza, kwa nini huyu malaika akifika akilitibua hilo birika, maji tu yatumbuke amrukie kila mtu kiwete apone aondoke? Kwa nini ilikuwa kwa mtu mmoja? What happened? Nikagundua kuna vitu ili wewe upokee, Mungu anataka na wewe ufanye. Mwambie jirani yako, ili wewe upokee. Ili wewe upokee. Kuna kitu lazima na wewe ufanye. Kuna kitu lazima na wewe ufanye. That is part of you. That is part of you. Iko sehemu ya wewe lazima uifanye ili upokee muujiza wako. Haleluya. Amen. Iko sehemu ya wewe, iko part ya wewe lazima ufanye. Moja, uamini ya kwamba nitakapotoka hapa kwenda pale maji yanatibuka, nitapokea na utapokea. Amen. Na imani yako ndio itakayo kufanya, moja, utegee kwamba muda wowote, kwanza uwe macho, mbili uwe macho. Haleluya. Amen. Kwamba nikisinzia malaika akishuka akatibua kisima, wenzangu watafanyaje? Wataniwa. Ndio mambo ufalme wa nguvu unatekwa na nani? Na wenye nguvu. So wale waliokuwa na nguvu ili waweze kufikia ile birika, ibidi pia na wawe na imani. Unaweza kuwa na nguvu kama huna imani, huwezi kuamka kwenda kwenye yale maji. Inawezekana ndugu zako wamekuleta tu, wamekulaza pale. Maana yake nini? Ili nifunze kitu kimoja. Hata umlete mtu birikani, umlete mtu kisimani, kama yeye mwenyewe ndani hana, atalala pale miaka 30. Kwa sababu itamtaka yeye akimbilie kile kisima, akimbilie lile birika, ile kapokea uponyaji. Amen. Bwana Yesu.